Now we are at KCA. Now of course huduma inaendelea hapa kwenye chuo kikuu cha KCA. Allow me now to welcome Pastor Joel. Of course it's an honor to have you. Unahisi namna gani kuweza kuwa kwenye hafla ya siku? Nashukuru sana. Nashukuru sana Mungu wetu ametuwezesha kukutana na vijana ambapo I've been yearning to have an event like this. Ndani ya moyo wangu huwa nasumbuka sana wakati naona vijana hawajawahi kuwa na event yoyote. So natamani kwamba hizi event ziwe nyingi ili tuweze kuweka vijana wetu pamoja ili waweze kujua ni nani Mwadventista, wawe kitu kimoja. Kwangu nina furaha sana kukutana nao. Umenena nasi kuhusiana na digital evangelism. Kwa mpigo wa evangelisti wa mitandao na kila mmoja vijana wako kwenye mitandao. Ni nini ambacho ilikuvutia sana hasa kuweza kuwaelimisha kuhusiana na digital evangelism? Asante kwa swali hilo. Mimi mwenyewe ninafanya kazi ama huduma kwa mitandao. Nafanya huduma kwa TikTok, nafanya huduma kwa Facebook, nafanya huduma kwa Instagram, LinkedIn, niko na YouTube account. Hizo zote niko nazo na niko na followers. So nikaona kana kwamba ninafikia watu wengi na wamepatizwa. Kwa nini tusiengage vijana katika mambo ya social media, because hapo ndio wako na hiyo ndio marketplace wao wako, tunaweza tukafikia watu wengi. Ninazungumza kutoka kwa Radio Citizen, Egesa, Radio Kisima, hizo zote nimezungumza kutoka pale na nimeona vile inafikia watu wengi. So if we can use our YouTube accounts, we can use our TikTok account, Instagram, hizo zote we can reach as many vile sisi wenyewe hatuwezi tuka imagine. Few hours to go. Of course we'll be having the end of this particular program. Ni nini unatarajia baada ya huduma ya siku ya leo? Baada ya huduma ya siku ya leo, mimi natarajia vijana wanatoka hapa wakiwa well equipped, number one spiritually, well equipped with materials and resources ambazo zitaweza kuwasaidia ili waweze kupeleka injili ya Mungu mbele. Jambo la tatu, of course, hata wewe unajua, mtu atoke na namba at least mtu atoke na namba ili tuanze kuona harusi zikifanya namna gani, zikiunganishwa. Jambo lingine, we want to build a unity church. We want to build a church that is united globally, ili vijana hawa waweze kujua, ajue kijana kutoka mahali fulani tuwe kitu kimoja, na hiyo tutashukuru Mungu wetu. Nafikiri nikuulize la mwisho kwa sababu umesema story ya namba na kuna kijana pale anaogopa kana kwamba atajizungumza namna gani apate hii namba. Wewe kwa sababu experience hivi unaweza mconvince namna gani? Kwa kijana mwenye anashindwa kuchukua namba, anaweza aka-approach mchungaji. Anaweza akaja kwangu akaniambia, pastor, nataka ule msichana anipe namba. Nitamchukulia, ama mimi mwenyewe nitamsindikiza nimpe 30 support. Ama ukijana anaposhindwa kuchukua hiyo namba, inamaanisha self esteem yake iko low, anahitaji kuwa empowered ili aweze kusonga mbele. And nowadays we don't strain so much. We don't strain so much. So wakuwe empowered ili vijana hawa waweze kujua, kwa maana usipojua kumuongelesha mtu mtoe soko, utamuongelesha aje mkifika kwa nyumba. Kwa hivyo you can approach, ama ukishindwa unaweza ambia rafiki akuchukulie, ama mchungaji yupo, elder wako yuko, sponsor wako yupo, hakuchukulie. So shida si pastor, shida si nani, shida si rafiki, shida ni wewe. So kwangu na watakia mema vijana wote ambao tumekuwa KCA. Jamani, it was wow. Na ilinifurahisha sana kuona vijana wetu, kumbe we have a very big team. We have a very big team ambayo inaweza ikafanya kazi kwa Kristo. Hao vijana tukiwaengage kama hii Nairobi, mission to big cities, tuende pale, watoto hao tukitembea na bandi zikiwa tuko na makaratasi, tunapeana vitabu, tunapeana, we will create an impact in Nairobi. Kwa hivyo naomba viongozi wote ambao wako, wachungaji wote, tushirikiane, tuhamasishe vijana na Yesu Kristo aweze kutrend in the entire world and Christ will come. Amen. God bless you, sir. Asante sana. It was a nice engagement. So ladies and gentlemen, of course now that is Pastor Joel Nyangata right here at KCA. And of course it's the Upper Nairobi station. And we're manifesting, of course, the true light in all this. After the end of the tunnel, we shall abide in his name. So please introduce yourself. My name is Pastor Eric Omondi Ochieng Okulo, District Pastor Mlolongo District, and as well as Station Young Adults Advisor, Upper East Nairobi. Indeed. How's the feeling today?
blessing. I feel the presence of God is with us today, and we believe that everyone is going to be touched, especially young people, because we feel that young people should be the one to finish this work of the preaching the gospel so that Jesus can come and take us home. Right. In the meantime, do you think they are? Yes, though with various challenges, but we believe in every level of life there are challenges and we need to overcome them. So I believe that they are ready and they are up to task to finish the gospel, and so that the end of the world can come. All right, Pastor, what are you expecting today? Spiritual nourishment, more focus on mission and its emphasis in the global scale of the Seventh-day Adventist Church, and also, in their social aspect also, we get to have interactive sessions. We also pray that out of this, more of marriages and weddings will come out. Amazing. Amen. All right, we were asking that question as well. There is social engagement. There's a youth that is so much afraid of getting contact. How will you advise them as perhaps? They shouldn't be afraid. They should make friends, many friends as possible, and expand their social atmosphere and environment. You never know. Out of that contact, something good might come out of. All right. If they are unable, I think we have speakers who will help them. We have speakers who will help them, have the courage and to approach and get a way of supporting this, and also maybe I know there's a problem that there's a program that will be dealing with that in the later in the day, and after that program, I know there's someone who will be changed mentally and also will have the courage and the strength to move ahead. What is the power line? What is the power line today? To move ahead. To move ahead. What is your power line today? My power line today is that more prayer, more power. Less prayer, less power. We are created and we are in this generation for a given purpose. We need to know our purpose, and with that, we'll be living rightfully. Right. As you send in your greetings, I'd perhaps want to ask you, are there more any other rallies that the Upper Nairobi will organize? Yeah, there are more other engagements. It's not necessarily a rally, but there are other more engagements that are coming after the camp meetings. We have, they are organizing something like a camp out. They are also organizing something like an evangelistic campaign. And I know in December, there's some station, what do we call it? Station something that is coming in December that will rally all Upper East Nairobi young people to have more teachings, more engagement, to build them spiritually, more focus on mission, and also an interactive sessions to build their social life. Salimia watu sasa. Hi, may you be blessed, and may God use each and every one of you today in Jesus' name. All right, thank you so much, sir. It's nice to have you. All right, Get the Point of Course Media right about now. We've just understood that there are so many other engagements, youth engagements that are underway. So stay tuned right here at Get the Point. Get the point. Take a step forward.